akamwambia, naomba uende jikoni na kuniandalie chakula, usijali kaka. Kumbe Josephine anamwongopea kaka yake pesa, akachukua na akashindwa kumwambia ukweli kaka yake kama pesa amechukua. Kesho yake Josephine yuko mtaani, rafiki yake akamuona akamuita. Josephine akamfuata kumsikiliza. Rafiki yake akamuuliza, kwa nini unanikwepa? Au unaogopesha si ndio? Ulichofanya umekosea. Kwa nini ulimpa simu kaka yako aongee na mimi? Na jinsi kaka yako alivyokuwa anaongea, nadhani utakuwa umemwambia kuhusiana na hali yangu. Hebu angalia unavyoongea. Kama utaki iwe wazi, kwa nini umekubali kubeba ujauzito? Na kaka yangu alitokea wakati naongea na wewe, akataka nimpe simu ajue ninayeongea naye. Kwa hiyo haikuwa dhamira yangu. Naomba siku nyingine usirudie. Sihitaji matatizo. Edward akawa anapita walipokuwa anaongea. Alipopita akamwita Edward. Edward akasimama na kugeuka, akamfuata na kumsikiliza. Najua unipendi kwa sababu una msichana mwingine, na hilo si tatizo langu kubwa. Tatizo unajua, nilikwambia nina ujauzito wako mara mwisho tulivyokutana. Sijaona period yangu zaidi ya mwezi sasa. Hii inamaanisha kwamba nina ujauzito. Nini? Ndio, nimebeba kiume chako Edward, na siwezi kubeba ujauzito wa mtu ambaye anipendi. Edward akakosa jibu. Josephine naye akawa anamwangalia Edward. Edward akamwambia, Elizabeth, naelewa kuwa umepata mimba bahati mbaya. Sawa, Lovelet natembea naye lakini simpendi kweli. Nipo naye sio kwa sababu ni mzuri, kwa sababu ananipa hela na mimi sijawahi kumpa hela. Kwa hiyo mimi kuwa na wewe kwa sababu nakupenda kwa dhati, tena kutoka moyoni. Elizabeth akawa ana la kusema. Edward akatoa pesa na kumkabidhi. Elizabeth akamfuata Edward na kumkumbatia. Baada ya kugundua anapendwa kweli na sio Lovelet, asante sana Edward. Una hakika unanipenda kweli? Elizabeth babe, nakupenda sana. Kisha akamwambia Josephine, na wewe chukua hii itakusaidia. Josephine akashukuru. Asante sana. Akamwambia usijali. Akamwambia Elizabeth, sasa unataka tufanye nini juu ya huo ujauzito? Elizabeth akamwambia, nafikiri mimi bado mdogo kuwa mama. Chaguo sahihi kwa sasa ni kuitoa hii mimba. Josephine akashangaa akamwambia, umri wetu ni hatari kutoa mimba, tunaweza kupoteza maisha. Akamwambia usijali Josephine juu ya hiyo, na kumwaga na kumchukua Elizabeth, akamwacha Josephine na kuondoka zao. Kesho yake Josephine anatoka kwenye mizunguko, anamkuta kakake nyumbani na kumsalimia. Good afternoon brother. Good afternoon. Samani, yeye kuna chakula chochote cha kula? Nina njaa. Hakuna chochote mdogo wangu. Wewe nenda jikoni ukamalizie chakula nilichokuwa nakipika, kwa sababu hata mimi nina njaa. Josephine akachoka, akaenda kukaa pembeni akawa anatafakari apike au vipi. Akamwangalia kaka yake, akaangalia na pembeni kama kuna mtu yoyote ambaye anamuona. Kisha akatoa pesa mfukoni na kuzihesabu. Akagundua zinaweza kufanya chochote, badala ya kwenda jikoni ni bora akanunue kitu chochote cha kupoza njaa. Josephine akaingia mtaani akachukua juisi na biskuti, akawa anapoza njaa. Ana shida gani wakati pesa anazo? Jioni Josephine yuko nyumbani, akamwona yule msichana ambaye alipenda mahusiano yao wanagombana, wakawa wanakaripiana. Msichana anasema usinifuate, mvulana anasema siwezi kukuacha. Msichana akaamua kuondoka zake, akawa anamfuata. Josephine akaamua kufuatilia, jua ataishia wapi. Hebu niache niende mwenyewe. Josephine akawa anachungulia tu, akasema Jesus, hebu angalia nyuma huko. Kwa uoga akaenda akamkumbatia. Kumbe hakukuwa na kitu chochote. Kijana akawa anafurahi tu kwa maana kashampata, na kucheka kwa pamoja. Ugomvi wao wote ukawa umeisha. Josephine akafurahia sana mapenzi yao, jinsi wanavyogombana na kupatana kama kijatokea chochote hivi. Josephine akawa anafurahi tu, wakashikana mikono na kuondoka pamoja, huku wakipiga stori za hapa na pale. Josephine akafurahi kuona wamepatana, aisi na yeye anatamani kuingia kwenye mahusiano. Akamfuata Elizabeth na kumwambia, naogopa, sidhani kama nitaweza kuendelea. Ni kweli, najua nitapata maumivu kwa masaa machache. Nadhani tutaonana kesho. Mimi nitalala kwa Edward usiku. Nafikiri ataweza kunisaidia wakati wa kutoa mimba. Itakuwaje kama sipokuona tena? Josephine akamuuliza tena, Elizabeth, una uhakika nitakuona tena? Elizabeth akashindwa kujibu. Na uhakika sitopata habari mbaya. Elizabeth akamwambia, usifikirie vibaya, hakuna chochote kitachotokea. Basi sawa, nitakuona muda mwingine Josephine, na kuagana. Josephine akawa anamwangalia rafiki yake, anamuonea huruma, hajui nini kitachokwenda kutokea. Kesho yake Josephine akawa anampigia simu Elizabeth, ikawa inaita ipokelewi. Edward naye akawa anampigia simu, inaita ipokelewi. Josephine na Edward wakawa na wasiwasi, hawajui ni nini kimetokea kwa Elizabeth. Josephine akawa anajitia moyo, ni mzima, lakini akawa anajiuliza kwa nini apokee simu. Huku kwa kaka yake anaulizwa, leo nimpatie Josephine pesa? Nimemwona akiwa na pesa nyingi. Hapana, sijampatia. Kiukweli sijampatia pesa yoyote. Sasa atakuwa amepata wapi? Kaka yake akakosa jibu. Sawa, ila kuwa makini naye, kwa maana ni hatari sana kwa umri wake, sababu kama atakuwa anatumia kiasi hicho cha pesa, wanaume wanaweza kuchukua hiyo fursa kumharibia malengo yake. Kaka yake Josephine akamwahidi mwalimu huwa atalifuatilia kwa makini wapi Josephine atakuwa amezipata hizo pesa. Akamfuata Josephine na kumwambia, hebu niambie ukweli juu ya nilichoambiwa. Josephine kanuna tu, wapi umepata kiasi chote cha pesa kwenda nacho shule? Josephine hakusema chochote. Kaka yake akawa anasisitiza mwambie, lakini Josephine hakumjibu chochote. Akanyanyuka na kuondoka zake. Kaka yake anamwongelesha Josephine, Josephine hamjibu chochote. Kesho yake Josephine akamweza kaka yake kuhusu ada. Akamwambia, naomba nipe muda, kila kitu kitakuwa sawa tu. Sasa unataka mimi nisemeje? Kila siku unarudia maneno yale
yale yale. Umeshindwa kujinunulia dawa za kujitibu mguu, utawezaje kunilipia ada? Josephine, naomba kuwa mpole. Nimemwomba rafiki yangu aniazime pesa, muda sio mrefu utarudi shule. Kaka, hebu niambie ukweli, huo uongo wako utaisha lini? Kila kukicha ni uongo tu. Josephine akanyanyuka na kuondoka zake, akimwacha kakake haelewi. Baadaye Josephine anashangaa kumwona Elizabeth yuko na Edward. Elizabeth naye alipomwona Josephine akawa anamkimbilia. Josephine kwa tabasamu akanyanyua mikono na kumkumbatia Elizabeth, maana kutegemea kama angeonana tena. Akamwambia, umesurprise si ndio? Nilikwambia nitakuwa sawa, lakini ukuamini. Hebu niangalie sasa, niko fiti, niko fine. Natumai sasa umeniamini kila kitu nilichokwambia. Akakumbuka Elizabeth alipomwambia huwa huu ndo muda sahihi wa kuingia kwenye mahusiano ili baadaye usiwe mshamba wa mapenzi. Na kwa sasa kaka yako hana pesa, lakini boyfriend atachukua nafasi ya kaka yako na kukuhudumia wewe na shule. Baadaye akamwita Fredi na kumwambia, nimefikiria ombi lako na nimekubali kuwa girlfriend wako. Uko serious jua hilo? Ndio, nichukue na nipeleke popote na niko tayari kufanya chochote unachotaka. Fredi akamwambia Josephine, niko tayari kwa lolote utakalo. Asante sana. Una maana unaweza kunisaidia kununulia viatu vipya? Of course, nitafanya chochote kile unachohitaji. Nitakuhudumia kwa kila kitu. Josephine akafurahi kusikia atahudumiwa kwa kila kitu. Wakashikana mikono na kwenda out. Huku nyumbani kaka yake anashangaa mbona muda unakwenda. Josephine arudi nyumbani. Kumbe Josephine yuko na Fredi wametoka date kwa siku ya kwanza. Josephine huko anaambiwa, baby, unaweza kufumba macho na kugeuka kwa sababu na surprise kwa ajili yako. Josephine akacheka akamuuliza kweli? Josephine akageuka. Fredi akatoa mkufu na kumvalisha Josephine shingoni na kuomba pokea zawadi kutoka kwa mpenzi wako na kumwambia geuka. Josephine alifurahi na kumkumbatia Fredi na kuona kumbe nilikuwa nachelewa tu kupata vitu vizuri kutoka kwa wanaume. Wakawa wanarudi huku wameshikana mikono. Josephine kashaanza kuyafurahia mapenzi. Fredi akamwambia nitakununulia gari kama hili. Josephine akawa kipofu anafurahia tu mapenzi, maana uongo ni moja ya mapenzi. Atafanya nini sasa? Edward na Elizabeth wakamwambia Fredi, bosi, tushamaliza kazi yako, tumalizie pesa yetu. Kweli na waelewa, mmeweza kumshawishi Josephine na kwa sasa akawa mpenzi wangu. Na washukuru sana kwa hiyo. Edward na Elizabeth wakaangaliana. Fredi akamwambia, naomba pesa iliyobaki niwalipe wiki ijayo. Haiwezekani, wiki ijayo ni mbali sana, na kwa sababu ya hili dili imefanya nivunje mahusiano yangu na Lovelet kwa sababu ya kuigiza Elizabeth kama mpenzi wangu. Fredi akamwambia, kuwa mpole, nimewaelewa, najua umetumia nguvu nyingi kumshawishi, ila naomba mnielewe, wiki ijayo na walipe hela iliyobaki. Elizabeth na Edward ikabidi wakubali tu. Josephine anarudi nyumbani, kakake anamuuliza, ulikuwa wapi? Hebu niambie wapi unatoka? Nimekutafuta kila sehemu ninayoijua, lakini sijakuona. Kwa nini hutaki kunipa uhuru hata mara moja? Sasa nishakuwa anajielewa, naomba usinifuatilie. Josephine, tabia hii umeipata wapi? Kwa sababu sijakufundisha hivyo, hebu acha kunipiga kelele. Kaka yake akachoka, ikabidi akae chini, maana elewi mdogo wake kapatwa na nini, tabia kaipata wapi. Josephine kanuna tu, anamwangalia kwa dharau. Akamwambia, anyway, maana yangu ilikuwa leo ni Jumapili, hujafua nguo zako za shule wala kumaliza homework. Oh, kwa hiyo unaweza kulipia ada yangu. Mimi siwezi kunyanyua mguu na kwenda shule bila hiyo ada, iwe unapenda au haupendi. Huu ndio ukweli. Akaondoka na kumwacha kakake amwelewe. Edward anamwambia Elizabeth, inawezekana Fredi atuambie atatulipa wiki ijayo wakati umetumia nguvu nyingi kumshawishi Joseph. Elizabeth akamwambia usijali, akijifanya mjanja tutatumia njia hiyo hiyo kuachanisha. Elizabeth akawa anaondoka. Edward akamuita, kuna nini tena? Mahusiano yetu? Edward akamwambia, sikiliza Elizabeth, hata kama ilikuwa dili, kiukweli nimetokea kukupenda. Hivi umechanganyikiwa? Akamwambia, tulikuwa kwenye dili, tushamaliza, iishie hapo. Upendo wangu ni wa dhati Elizabeth, lazima utakuwa umechanganyikiwa au una ugonjwa kichwani. Mimi sikupendi. Na kumwambia rudi kwa yule msichana wako aliyenizalilisha mwenye jina la mapenzi. Nadhani umenielewa, utanisamehe. Akaondoka zake na kumwacha Edward kakosa vyote. Josephine akawa anamwambia Elizabeth, mwisho wa siku nimempata boyfriend. Kwa sasa naishi kama marafiki zangu mnavyoishi. Nina mwanaume ananipa pesa, kiukweli na enjoy. Elizabeth akamwambia nafurahi kusikia hivyo, maana hivyo ndivyo nilivyokuwa nataka. Maana simu ya Josephine ikaita. Akamwambia, mpenzi wangu anapiga, tutaongea baadaye. Akanyanyuka na kwenda kuongea na mpenzi wake Fred. Elizabeth akamwambia, na kusikitikia Josephine, siku zote ulikuwa unalinda usichana wako, uendelea tu kwa sababu unaenda kuvunja usichana wako na mimi nabaki na usichana wako. Baadaye Josephine akamfuata Lovelet na kumwambia, kwa nini ulinidanganya? Jo, kuwa mpole, nimefanya kosa gani? Wewe uliniingizia mimi kama jifanya huna boyfriend na kunikataza mimi nisiwe na boyfriend. Yo, sitaki usikie chochote. Hili ni kama somo. Sasa kwa nini ulikuwa unanidanganya eti nisiingie kwenye mahusiano wakati wewe upo kwenye mahusiano? Ulikuwa na maana gani? Huku Fred anamwambia rafiki yake. Josephine kakubali bali kumpeleka ghetto tu. Sikiliza Fred, na kushauri acha huo mpango wako. Yule msichana hataki kufanyiwa hivyo. Sikiliza, siwezi kukusikiliza. Akamwambia tulia, siwezi kuacha hili. Labda sio mimi. Nisikilize Fred, najua kabisa umpendi yule msichana na unataka kumchezea. Siwezi kukuelewa. Mimi nikishasema yes, ujue ni yes. Mimi siwezi kubali umfanyie hivi. Hata usipokubali, mimi ndo nishaamua.